Na kwa hivyo nyinyi wabunge saizi mko harakati ya kuchagua IEBC mpya. Selection panel imepublish long list. Wale wata shortlist na kuleta, nyinyi wabunge ndio mtapitisha. Na waomba tafadhali mtafute wa Kenya wenye msimamo, wanaotii sheria, wanaoheshimu katiba, wasilete shida kwa nchi yetu. That is what we plead of you. Na wananchi wanamtegemea nyinyi wabunge. Lakini wa Kenya tuko pamoja. So tunaunga mkono rais wetu kikamilifu alete watu pamoja. Wala ambao wanatembea njia yao mtakutana kwa kura. And hii nchi yetu we play high voltage politics. Ikifika siku ya kura tunapiga kura, kiongozi anajitokeza. So nawaomba muendelee kumuunga mkono rais wetu. Hata leo nilitakana kuwa naye hapa annex. Lakini kamwambia kuna kijana Kimaio amenialika kwake. And as seniors we should not demoralize these young people. Ningemwambia sikuji, sijui kama angekuja hapa aseme nini. Kwa sababu alikuwa ametangaza Papa Roma anakuja. Sasa mnaona anakuja peke yake. Mtaanza kumshuku kwamba yeye hana heshima kule bungeni. Na nawashukuru nyinyi nyote kwa kujinyima mkuje tusimame hapa. Tumeona juzi rais wetu ameshikana na kiongozi wa ODM, former Prime Minister Raila Odinga. Na nikaona kwa magazeti mengine wakasema Weta alikuwa wapi? Sijui Musalia alikuwa wapi? Nataka mjue wabunge. The committee of our leadership in our team that sits to decide these heavy things, the convener ni Papa wa Roma. Mama anaweza kuwapigia watoto chakula, aweke kwa meza, akae kwa jikoni, wakule wamaliza, akuje kutoa vitu. Ama si kweli? Sio lazima akae kwa meza ndio chakula iliwe. Pora umetengeneza chakula mzuri huko kwetu Busuma na Ingoho, ikiweka kwa meza, basi kila mtu anafurahi. Kwa hivyo sisi zote vile wabunge wamesema hapa, we want a united Kenya. Hata katiba yetu inasema Kenya is a unitary state. Kuleta watu pamoja. Wenzangu wamezungumzia mambo ya SHA. Unajua kina mama na wabunge, ukienda saa hizi kwa duka ununue kiatu mpya, ukivaa itakufinya mkuu mpaka ufikirie you are better off na ile mzee. Unataka uvae ile mzee mguu imezoea, hii mpya inanifinya. But eventually utaona hii mpya is a good shoe because that's why you bought it. Mambo ya SHA, Bwana Wesley, just do your best and make sure you have maximum registration ya watu yako. Hata wale wenzetu wanatuambia tuachane na SHA. Nyinyi mnajua statistics. Number 1 count in registration ni Nyeri. Number 2 ni Kirinyaga. Number 3 ni Embu. Number 4 Kiambu. Mombasa iko number 5. Na ukiongeza wale wanasema hii kitu ni mbaya, mchana, jioni wanaambia watu yao jiandikishe. Kwa sababu wanajua inaleta pesa kwa hospitali zao na matibabu kwa wananchi. Kwa hivyo tujiandikishe. Wells alijaribu kueleza lakini hakueleza vizuri. In the last regime of NHIF, private hospitals were giving services to 20% of Kenyans. Public hospitals were giving services to 80% of Kenyans. But private hospitals were getting 90% of NHIF payments and public hospitals were getting 10%. Na hiyo ndio now corruption fighting back. Kwa sababu corruption will not go down quietly. They are fighting back. Vile wamesema siku moja
inspectors wa NHIF walikuja huko Bungoma. Kulikuwa na daktari moja mfisadi. Alikuwa akikaa kwa baa anasema, mimi nimetengeneza pesa ya mimi mwenyewe na bibi, nimetengenezea watoto yangu, nimetengenezea wajukuu wangu, sasa natengenezea vitukuu. Pesa ya wizi ya NHIF. Sasa inspectors walipokuwa wanakuja, kwa sababu hospitali yake ilikuwa ina record 100% admission bed occupancy every day from January to December. Sasa aliposikia inspector wanakuja, akakimbia kita manamba, wale wanapiga kelele watu waingie kwa magari. Kuja nakupa 20,000, pretend you are an admitted patient. Chukua wengine, akajaza manamba kwa hospitali. Sasa inspectors wakakuja, wakasema tutakaa hapa for a week. Na unajua manamba are very impatient. Kwanza umemupa 20, ikisha kuisha anataka kutafuta wengine kwingine. Sasa ikifika jioni kila manamba akaamka sema mimi naenda nyumbani, bibi yangu ananingojea. Wakatoka hospitali kabaki bure. Sasa wakamuuliza hii 100% bed occupancy ilikuwa inatoka wapi? Na wakamfuata, wakamnyang'anya hiyo mali yake yote, karudishwa kwa serikali. Haramu hailali. So let's push to get this country to be a better country. Kenyans are enterprising, Kenyans are good. So let's be proud of ourselves and blow our trumpet. Idi Amin aliulizwa siku moja na journalist, Mr. President, why do you like blowing your own trumpet? Idi Amin akamwambia, it is mine, who do you expect to blow it? So blow your trumpet as Kenyans. Kila mahali mkienda, we have a good country. Last week there's an ambassador from one of the Southern African countries. Alikuwa amekaa hapa miaka 6. Amehamishwa na nchi yake anaenda Asia. Lakini alikuja kwa ofisi yangu akaniuliza, baba, nisaidie. I want permanent residence in Kenya. Ninunue property hapa, hata nikienda wapi, nikirudi na kuja Kenya. That is the good country we have. Na unaona watu wanazungumza tu maneno yenye haieleweki. Nyinyi wanasiasa, style up and make our country as great as it can be. Mheshimiwa wetu Speaker, sisi kuomba mambo mawili matatu. Kwa sababu ya wewe umekuwa pale bungeni. Hapa Keyo South is among the leading constituencies kwa mambo ya ukulima. Na najua nyinyi mmeshatusaidia kama wajumbe na pia National Assembly kwa mambo mengi ya ukulima. Tunakuomba ile cooperatives bill ambaye imekuja. Hapa cooperatives kwa hapa hii area wezi wanakuja kidogo chairman, halafu wanaiba vitu ya wakulima na hatuna sheria mzuri ya kukanyaka waya ili hiyo watu watolewe. Hapa Keyo South watu walipona na cooperatives, na mimi nakuomba saidia sisi. Kuna ile bill nyinyi mko nayo kwa assembly, wekea sisi hii wiki tu ama next week, nyoroshia sisi hiyo bill na upee sisi counties wezi wote kwa cooperatives sisi tunawatoa. Na hiyo ndio kazi, ukitusaidia tutakuwa tunashukuru. Mimi kama governor eneo hili, ile kitu nimeona tangu nyinyi muingie kwa Kenya Kwanza, mambo ya SHA, mimi nawapongeza. And I can confirm to you as the governor who runs 131 facilities. Najua wabunge mlifanya kazi mzuri kupitisha sheria, na labda hamjakuja kuona huku chini what is happening. Wakora wale wa NHIF. Kuna askari juzi alinipigia, alisema alikuwa anaenda hospitali Bungoma, anajipeleka, anajifanya kama yeye anafanyiwa operation kwa private hospital. Akifika pale anajifanya hivi, anawekewa kwa NHIF. Akiwekwa kwa NHIF, bill inakuja 323,000. Yeye anatoka hapo nje kwa kashia, anapewa 100. Sio mgonjwa, hajachinjwa, hajafanyiwa chochote. Anapatiwa 100, hospitali ya private ina make 200,000. Kwa SHA hiyo pesa haipatikani sahi, imeshanyoroshwa. Na hiyo kelele mnasikia yote ni wakora wachache, wajumbe and you speaker and even the president. Take this to the president. Hapa Kaptarakwa hospitali, wapi Chemchora wako hapa. Kaptarakwa hospitali for the last 4 months they have collected 1.2 million. They have never seen that money since tuliweka x-ray, tukaweka ultrasound, na sasa tunatafuta daktari tuleta hapa, daktari mkubwa. Kaptarakwa hospitali sahi is on its path to greatness and self sustainability, ikijisaidia because of SHA. So wananchi,
Hii maneno kelele mnasikia kwa TV kila siku. Hiyo TV ukiona wakisema imeshapangiwa mahali. Kuna mahali inapangiwa na wakora. One of the MPs who comes from anaitwa Muriu. Alilipwa 500 million akifanya photocopy ya contracts. My CEC Health ayuko hapa, nimemtuma mahali. Atakukonfirmia ya kwamba contracts yetu ya 131 health facilities in Elgeyo Marakwet was done free of charge. Tulifotokopy kwa ofisi, tukajaza, tukastamp, tukatuma SHA na tukaanza kuregisteriwa all our facilities. Mtu alikula 500 million kufotokopy kutoka NHIF. SHA saa hii ukiongea saa hii tukiongea hivi au ngoji mwezi 2. Ukikuwa mgonjwa unataka kwenda theater, unaenda unajiregister na unaenda direct, unaenda kuchange kwa theater, unapona na unaenda nyumbani unalipwa na SHA. Kwa hiyo leo na NHIF kikige nyimesi ngapi? Kikige how many days? 60 days. Alafu watu wanasema NHIF saa hii haitibu mtu. Kijambo lipa nini NHIF? Nini SHA ilipi? NHIF peke yake ilikuwa inalipa kitanda peke yake na labda dialysis na kidogo kidogo ilikuwa ya physiotherapy, chemotherapy. Saa hii as we speak mpaka ICU ilikuwa 4,000 juzi. Saa hii ICU itakuwa 28,000 kutoka kwa SHA. Maskini wangapi kweli kutoka Kaptarako ward, watoto wa kawaida atajilipia 28,000 pale kwa MTRH per day kwa ICU. Hata viko jimuji. Kwa nge chita niname mwenye ako na mambo ya kwenda Nairobi, mwenye ako na mambo ya kwenda US, ako na 40 million insurance, anaamuka kwa media anasema SHA is not working. Hatusemi ni 100% kwa sababu system saa zingine inakuja ikipotea. Internet kidogo, lakini ni vitu kidogo compared to NHIF. Hata wakati iko hivi, it is still the best from NHIF. Kwa hivyo Papa wa Roma, peleka report yetu kwa president. Atunyoroshie tu vitu kidogo kidogo kama hii maneno ya kidogo kidogo kwa hospitali ya outpatient. Tukishapata hiyo yote, we will be really appreciative. And that is from the ground as we are operating. Asa tunakushukuru sana na tunakuenzi kama our leader, our National Assembly Speaker. And since you came to power as the Speaker of the National Assembly, our President, ile vitu the most difficult decisions, they have passed through your hand. It is only for real men and real women who can transform Kenya like yourselves. Ile sheria yote ilikuwa cartel wanataka kukanyagia, wewe ulichomoa na umeweka Kenya on the path to greatness. It's because of the good work you are doing na tunakukaribisha sana. Feel at home here. Wakati nilikuja asubuhi, tuliitwa na rais asubuhi kwa mkutano mfupi asubuhi. Nilikuwa tunampatia briefs kidogo. Wakati ulifika pale, huyu governor wetu koti moja alikuwa amepoza ndugu yake. Nikakutana na rais asubuhi, akanieleza kwamba speaker anakuja kwenyu, muende mpokee vizuri. Na kumbe speaker alikuwa amemueleza yeye. Wakati mimi namwambia, also want to thank you in a very special way. I had somebody here who said ya kwamba tulipoteza siasa ama tulipita kura, either we lost or won in Bungoma. So you are a very important person. You know, I've known you for a long time. You know, when I saw you teaming up with President William Ruto, I just asked myself, this man is taking a serious risk. I don't know whether he has calculated the risk. But knowing you and having known you, you know, I was supposed to work in your law firm as a pupil, but you told me I was late by 5 minutes. That's how I lost out. Na hata mimi ningekuwa na Kiingereza mzuri kama yake. But I lost out by 5 minutes. So when I went to his office, he told me, no, sasa mwenzako amekuja, nimemchukua huyo. So jaribu mahali pengine. So I tried another place. But I was very sad because his English was very good. Na unajua mahali mimi natoka hapa speaker, Kiingereza yetu sio mzuri. So nitaka attachment kidogo alafu hata nipate hiyo Kiingereza. You know. You know, when you spoke in the Senate and you said it's going to be messy, noisy, nikasema hii mtu, where did he get this one? And with casualties, and there are many casualties. So I want to thank you, Speaker, because you're also a very good speaker. You're also a very good speaker. You watu unasema order, but you know, you put us in our place. You know, you tell us, you know, but in a very kind way, when we misbehave. Nataka kukushukuru kwa niaba ya watu wote, kwa sababu wewe
pamoja na Mheshimiwa Musalia Mudavadi mlikuwa wa kwanza kushika mkono William Samoei Ruto wakati watu wote walikuwa wamemtoroka. I want to tell you on behalf of these people that we shall forever be grateful na hatutasahau. Tutarudisha mkono wakati hiyo ikifika. Ama namna gani watu wetu? And in quick succession, I want to thank His Excellency the President and Raila Amolo Odinga kwa kukuja pamoja kuleta kitu ambayo inaitwa collaboration kati ya sisi Kenya Kwanza na ODM. Hii itasaidia sana serikali ili tufanye kazi pamoja. We bring unity among our people. Tuache siasa ya ukabila, siasa ya sekta, ili maisha na uchumi ya nchi yetu iweze kuendelea huko mbele. Kwa hivyo hiyo maneno ya cooperation tunakaribisha sana na wananchi wamefurahi, na hata ikiwezekana Mheshimiwa Speaker, huyu mtu anaitwa Kalonzo ambaye tunaona ni kama sana kazi imepungua, you reach out to your brother, is your learned colleague. Kuliko kutembea huko akiaddress watu ambao hawafiki ama namna gani, akuje hapa twende pamoja. Ama namna gani sisi tunakaribisha hawa. Ile siku ugonjwa itakuja, itakuwa rahisi kulipa shilingi 12,000 yenye hujalipa kwa mwaka moja kuliko kulipa shilingi 1,200 ambayo unadaiwa hospitali. Ama namna gani? So let us register for SHA ili tuweze kusupport programs za serikali.